ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد. أحبتي في الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. نجتمع في هذا الشوط الأخير من هذه الدورة العلمية المباركة، بداية من يوم الجمعة إلى هذا اليوم، والبرنامج كان معنا، واليوم أيضا نكمل هذه الدورة العلمية بدءا من بعد العصر مع فضيلة الشيخ أبو عبد الرزاق هارون الراسي مع محاضرته أحكام زكاة الفطر. وبعد صلاة المغرب ندعو فضيلة الأستاذ شريف بن جمعة شريف بن عبد الله يأتينا مع موضوع النبي صلى الله عليه وسلم وحاله في رمضان، حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك. فليتفضل مشكورا ومأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني الأعزاء، نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الفرصة الطيبة، ونشكر الإخوة الأكارم الذين حضروا في هذه الجلسات والحلقات العلمية ليؤيدوا منهج القرآن ومنهج السنة ومنهج السلف الصالح. وحقيقة baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mtukufu wa daraja, tunashukuru wazee wetu wa msikiti huu Masjid Mazrui. Mwenyezi Mungu awahifadhi wa yuayyidhum ta'yidan dhahira, na shabab vijana kwa kujitolea kuhuisha mambo hayo ya mambo mazuri, na haswa kipindi hiki ambacho ni kipindi cha mvua, kwa sababu wengi washindwa kuhudhuria kwa sababu ya mvua, na wengi walitamani kusikiliza muhadhara wa ndugu yetu fadhila Ustadh Abu Abdurrazzaq Sheikh Harun hafidhahullah wa ayyadahu binasri, lakini mivua wengine ni wazoea wayatasafun, wanakuwa na sikitiko kubwa, hususan wenye kuishi katika Janub Asari South, sababu kule kuna shida na feri na wengine, lakini kwa inshallah tutapata CD na zitakuwa zinazotoa faida kubwa inshallah taala. Dakika tulizopewa kwa ajili ya leo na mambo ni mengi chache, lakini jambo la kwanza kabisa ambalo tunakumbushana ni kuwa usiku huu
ni laila al-khamis ashar, ni usiku wa kuamkia tarehe 15 katika mwezi wa Shaaban, na hii ndio tarehe al-alam, tarehe ya ulimwengu mzima. Lakini ndani ya Mombasa na miji mingine wenye kushikamana na pale, kesho ndio itakuwa ni mwezi wa Shaaban na msikiti itafurika kwa bid'a na khurafat, isipokuwa msikiti mchache. Mwenyezi Mungu inshallah aidumishe sunna katika msikiti yetu. Kwa hivyo najikumbusha mimi na kuwakumbusha ndugu zangu Waislamu, najua tumewahi kusikiliza fadhila za usiku kama huu. Muislamu atakiwa afanye nini? Kama afanye bid'a, lakini kuna sunna na kuhisi kuwa usiku huu ni usiku ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja baadhi ya mambo. Hilo ni jambo la kwanza. Na muhadhara huu wa pili katika ahwali Nabii sallallahu alaihi wasallam fi shahr Ramadhan, tunashika janibul akhlaq, akhlaqun Nabii sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhan, tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Ramadhan zilikuwa ni tabia za aina gani? Kwa sababu Mtume ndio kudwa, Mtume ndio mwenye kufuatwa, na Mtume ndio mwenye kuigwa. Kwa hivyo sisi kama Waislamu twafunga kama alivyokuwa akifunga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ajili hiyo basi, baba atakiwa awe ni kudwa ndani ya nyumba, mume ayakuna kudwa fi baiti, kila ambaye anamshuhudia awe ni kudwa, na wale ambao wenye kuongozwa wawe yaktaduna bihadha al-akh wa bihadha az-zawj wa bihadha al-mas'ul. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabia zake katika mwezi mtukufu wa Ramadhani zilikuwa ni tabia za pekee yake. Juu ya kuwa maisha yake yote tabia zake zilikuwa ni nzuri sallallahu alaihi wasallam, kiasi ambacho Mwenyezi Mungu katika Qur'an anamwambia wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uko juu ya tabia nzuri. Tabia nzuri ni hizi, wewe uko juu, umefika katika level inayotakiwa mtu awe nayo, bali nimepita watu wote katika ulimwengu kwa tabia nzuri, amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo shangaza ikiwa kuna watu waweza kumtia doa Mtume sallallahu alaihi wasallam tabia hizi ambazo Mwenyezi Mungu amezitaja na masahaba waliishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam amezitaja vile vile, ni jambo la ajabu mno. Tuchukue mfano mmoja katika ulama ambao mwenye hikma aitwa Sheikh Ash-Shafiri, akitaja mwenye kutaka kumtia doa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amwambia ya naqih al-jabal bira'sin liyulimahu ashfiq ala al-ra'si la tashfiq ala al-jabal. Aliposikia kuna mtu ataka kumtia Mtume sallallahu alaihi wasallam madoa katika tabia zake, akamfananisha Mtume na jabal, lakini tashbihu maqlub. Mtume si kama jabal. Lau jabal litakuwa ni madhubuti zaidi, ndilo lingefananishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yakubalika katika lugha ya Kiarabu. Akasema ewe mwenye kupiga jabali na kichwa chako, wataka kutia udhaifu katika jabali, amwambia ashika ala ras, sikitikia kichwa chako, sikitikia kichwa chako. La tushfiq ala aljabal, usisikitike kuwa utaweza kudhuru jabali. Jabali hakudhurishi. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam a'zamu min aljabal, bal a'zamu min kulli shay'in sallallahu alaihi wasallam akhlaqan wa ibadatan wa sulukan wa fi kulli shay'. Wasio Waislamu tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam wazisifu na wao si Waislamu. Tuchukue mmoja kwa sababu ya wakati. Mmoja katika wasomi wa filosofi katika nchi za magharibi kule aitwa Mr. Michael Hart. Michael Hart
aliandika historia ya watu waliofaulu katika ulimwengu huu, akaandika 100 shakhs, akaandika wewe, lakini akachuja watu 100 waliofaulu katika ulimwengu huu akawaandika, lakini wa kwanza alimweka mbele ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na huyu bwana si Muislamu. Amemweka nambari 1 ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Michael Hart. La ajabu, Isa ibn Maryam amemweka nambari 3, hata si nambari 2. Isa ibn Maryam na yeye ni Kristo, na amini kwa Yesu, saingine unafikisha katika daraja kuwa ni Mungu, lakini amemweka nambari 3 Mtume sallallahu alaihi wasallam nambari 1. Isa amemweka nambari 3 na Musa alayhi salam akamweka namba 15. Kisha hapa katikati akawaweka watu wengine, laysu bil mursalin wa laysu bil anbiya wa laysu bil muslimina, jambo la ajabu. Sasa kitabu chake walillahi alhamdu kimefanywa tarjama ila lugha al-arabiyya, na kataja sababu ya kumweka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika orodha ya watu 100, akamweka Mtume sallallahu alaihi wasallam namba 1. Kitabu kile kimepelekwa kikafasiriwa tarjama katika lugha ya Kiarabu, akasema la budda anna kathiran minan nas sayandahishuna bihadha al-ikhtiyar. Asema hakuna shaka wengi katika watu sayandahishuna, watakuwa ni wenye kustaajabu na kushangaa, bihadha al-ikhtiyar, kuchagua mimi watu 100 nikamweka Muhammad ndio namba 1, aliyekuwa mimi si Muislamu. Asema wakati wawatu Muhammadan fi mukaddimati 100 shakhs, nimemweka Mtume Muhammad awe namba 1 kwa watu 100, li'annahu ar-rajul wahid, kwa sababu Mtume Muhammad ndio mtu pekee yake alladhi najaha mutlaqa ala mustawa dini wa dunyawi. Asema Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mtu wa pekee yake aliyefaulu najaha mutlaqa, kufaulu kwa moja kwa moja, ala mustawa dini, katika mustawa wa dini amepata najaha mutlaqa, katika mustawa wa dunia amepata najaha mutlaqa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia mtu ambaye si Muislamu namna anamjua Mtume Muhammad, lakini inadi tu hataki kuingia katika dini ya haki, dini ambayo amekuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaq zake namna zilivyokuwa akhlaq za pekee. Na ukisoma Imam Ibn al-Athir alikuwa nikipitia akizungumza Mtume Muhammad, tabia zake ni ajabu. Ibn al-Athir asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaonyeshwa na Halima Saadia, alikuwa Mtume akisonda akinyonya, ananyonya maziwa na titi la upande wa kulia peke yake, akipewa lililo upande wa kushoto hanyoni. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu kulikuwa na mtoto mwingine ananyonya titi la upande wa left. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mdogo, lakini hataki kufanya dhulma sallallahu alaihi wasallam. Akhlaq alizokuwa nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaq za hali ya juu. Kisha akisema kana sallallahu alaihi wasallam awwalun nas man yajuhu idha jaa an-nas wa akhirun nas man yashba'u idha shabi'a an-nas. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu wa kwanza anayehisi njaa, anayeshinda na njaa, akaishi na maisha ya njaa kipindi watu wanapoishi maisha ya njaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni wa kwanza, akisema na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa mwisho wa kushiba watu wanaposhiba. Kipindi cha kushiba watu wakishashiba wote, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye anayekuwa ni mwisho wa kushiba kwa watu wote. Ni nani leo katika viongozi wa ulimwengu ambaye watu wakiwa na njaa yatakuwa na njaa zaidi? Na
watu wakifa watu wataka wafikirie, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akhlaq alizokuwa nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn al-Athir vile vile akapokea riwaya ambayo ni sahiha ya kutia kwa Abdullah ibn Mubarak na kwenda mpaka kwa masahaba kama vile Abdullah ibn Abbas, asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hili vile vile akawa anafundisha watu wake. Ameenda kwa mama Fatima ambaye ni binti yake, akifika njiani badala ya kuingia ndani ya nyumba akarudi nyumbani. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuingia kwa Fatima mara ya kwanza, mara ya pili. Akauliza, kwa nini ulikuwa na nia ya kwenda kuingia kwa binti yako hukuingia? Akasema, kwa sababu nimemwona ana vitu ndani ya nyumba, sipendelei binti yangu awe na vitu kama hivyo, awe na vitu kama hivyo. Kitu cha kwanza ilikuwa ni kitambara cha thamani. Kitu cha kwanza Mtume sallallahu aona, mbona binti yangu anamiliki kitambara cha thamani, watu wengi ndani ya Madina hawamiliki. Si haram tabaan. Kitu cha pili zilikuwa ni bangili hizi ambazo ni bangili za thamani vile vile. Akaona vitu kama hivyo, akasikia viko ndani ya nyumba mama Fatima, kwa nini Fatima hajatoa vitu kama hivyo akatasaddaq? Akarudi hakuingia ndani ya nyumba mama Fatima. Nini akhlaq za Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe na mpaka katika watu wake? Na ndio maana Qur'an katika akhlaq nzuri, kila ikitajwa tabia nzuri hutajwa Waislamu, na kila ikitajwa tabia mbaya hutajwa makafiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apenda watu waswali na ni amri yake, lakini asema kad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Khushu katika swala ni tabia nzuri, lakini kwanza Mwenyezi Mungu ametaja waumini kwa sababu waumini ndio walio na tabia nzuri, lakini akitaja tabia mbaya utaja makafiri. Ala sabili mithali, ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Wamuona yule mwenye kupinga kiyama na kupinga siku ya malipo. Mwenye kupinga siku ya malipo ni Muislamu au ni kafiri? Ni kafiri. Kafiri huyu tabia yake ni ipi? Fadhalika alladhi yad'u al-yatim, yule ni yule ambaye yeye anamsukuma na kumdhulumu yatima. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hizi ndio tabia zake. Ikifika Ramadhani ilikuwa ikizidi, kama tutakavyoona katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qawla az-zur wala amala bi falaysa lillahi haja fi an yadha ta'amahu wa sharabahu, muttafaqun alayhi. Mtu ambaye hatoacha yani kauli zur, mambo ambayo ni ya kuzua, mambo yasiyokuwa na faida, mambo yasiyokuwa na heshima, wala amala bihi, na kuyafanyia kazi, Mwenyezi Mungu hana haja mtu huyo afunge aache chakula na aache kinywaji. Afadhali ale, afadhali anwe, kwa sababu hana chochote ambacho anakipata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo leo insha Allah Ta'ala, kwa sababu ya wakati, tutataja baadhi ya tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na sisi Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kushikamana na tabia kama hizo. Tabia ya kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuamilu ahla baiti, anatangamana na watu wa nyumbani kwake, mke wake, watoto wake, watu ambao wako chini yake, bi akhlaqi fadhila, na tabia nzuri. Ukifunga Ramadhani, tangamana na watu wa nyumbani kwako kwa tabia nzuri. Ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi iliyopokelewa na Sheikhani Imam Bukhari na Imam Muslim katika sahihain, asema Jabir ibn Abdullah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yati ahla, saingine akitangamana na ahali zake na wake zake tendo la ndoa, kisha warubama adrakahu al-fajr, inafika wakati wa alfajiri,
wa huwa junub, na mtume sallallahu alayhi wasallam ana janaba, fayaghtasilu, kisha mtume yuaoga, wayasumu, alafu baadaye anaendelea na saumu yake. Yani hapa yatufundisha kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani mwanamume wa Kiislamu asicheze yeye dumna na draft, anakuja kula daku peke yake. Kuna baadhi ya wanaume namna hiyo, baada ya kuswali tarawih au hakuswali tarawih, aenda kushinda mahala, anakuja saa 9 saa 10, anauliza daku tayari hapa, man yati ahlak, ahli wako wamwachia nani? Kwa sababu Ramadhani ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu ametoa ruhusa, uhilla lakum laylata siyami arrafathu ila nisaikum. Hii ni ruhusa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitoa, sio ukae nje uchelewe uje ule daku hali ya kuwa mkeo ndani ya nyumba yuko yeye akusubiri, wewe unakuja kuchelewa wakati wa kula daku peke yake. Ni kinyume na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiendeleza tendo la ndoa hata ndani ya Ramadhani, na saa nyingine mpaka ile daku ile sasa inakuwa sasa wakati wa daku kumalizika, kufunga wakati wake umeanza na mtume hajaoga. Alafu mtume sallallahu alaihi wasallam anaoga baada ya hapo, lakini toba saumu anayo, anaoga anaswali, lakini saumu ameanza akiwa yeye ni junub. Hii ni tabia ya kwanza ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya Jabir hii, na vile vile mama Aisha anaripoti hadithi kama hiyo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakitangamana nao wakifanya tendo la nikaha katika usiku wa Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile mchana wa Ramadhani wacha usiku, akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam awapumbaza wake zake kwa kitu ambacho kinaitwa mubashara, kutangamana naye, kumfanyia mzaha ambao ni halali, kumkumbatia na mengine kama hayo. Lakini mama Aisha asema alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kana amlakakum liirbi, alikuwa aweza kujizuia na matamanio ya wanaume, alikuwa aweza kujizuia. Qala ulama, wanazuoni wanasema kwa hadithi hii ya mama Aisha, watu ambao ni watu wazima na wana akili zao, au si watu wazima ni vijana, akijihisi kuwa yeye aweza kubusu mke wake Ramadhani, ruhusa special offer aliyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukijijua wewe ni dhaifu, huwezi, umeoa juzi, harusi ya haraka ya Shaabani 15, wewe mwaka mmoja umeoa juzi hapa, biharusi pia nguo za harusi hazijachakaa, afadhali ujiepushe kwa sababu utakuja kuharibu saumu yako. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni amlakuna biirbi, kama vile anavyosema mama Aisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam, tabia nyingine ambayo ni muhimu, alikuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mchana alikuwa yuhyi sunnata siwak, alikuwa Mtume sallam akuisha ile sunna ya kupiga mswaki. Sunna ya kupiga mswaki, jambo la ajabu katika madhhabi ya Sufia. Masufi, watu wa bid'a na khurafat na khuzabalat, wasema kuwa wewe ukinuka mdomo na meno katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, saumu yako imekubaliwa 100%. Sio yapatikana wapi? Hii ni akida mbovu na ni mawazo ambayo si sawa, ni yale ambayo sisi tusikia wakati mwingine. Wajua Umar radhiallahu ta'ala anhu kanzu yake ilikuwa na viraka 70. Umar khalifatul muslimin, kanzu yake viraka 70. Subhanallah, mambo ya ajabu. Nasikia mmoja katika watu wa dawa ya tabligh, hadana Allah wa iyyahu, ndani ya msikiti ndani ya Mombasa hii, asema masahaba walikuwa wakipita mbele za watu wanuka. Subhanallah, masahaba nini? Kwa sababu ya zuhudi yao, walikuwa hawataki dunia, kwa hivyo wanuka masahaba wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao wanajua nadhafa, ambao wanajua ustaarabu, ambao wanamwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi mambo kama haya yapatikaniwe?
Hizi ni fikra mbaya kabisa ambazo Muislamu anatakiwa ajiepushe nazo. Na mtu akitaja hivyo masahaba na huku yajua kuwa yeye hana sanad, hana mapokezi sahihi ya kisa kama hicho, aweza kukufuru, aweza kufika katika hali mbaya. Ni makosa makubwa kweli kweli wewe kuwasema masahaba Mtume SAW, kwa sababu wewe waingia katika upande wa Mashia Rafidha wanaochukia masahaba wa Mtume SAW. Sasa wewe ikiwa unawasifu hivyo Mtume na masahaba, utakuwa ni Muislamu wa kiasi gani? Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipiga mswaki katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kama vile anavyopiga mswaki katika miezi mingine, na mara nyingi akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mathaharatun lilfami marghatun lirabbi. Hadithi hii ni hadithi ameipokea Imam Ahmad na Imam Muhaddithina al-Imam Ibn Khuzaimah. Mtume asema as-siwak, kupiga mswaki, mathaharatun lilfami, ni jambo la kutaharisha na kusafisha mdomo kabisa, kusafisha mdomo. Sio unaswali mtu salati na mtu salati al-asri hataki kusimama na wewe nini eti umfunga. Hakuna masala kama hayo. Na vile vile kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo safisha kinywa chako, mridhishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna hadithi moja yasema, la khalufu famisaimi atyabu inda Allah min rihil misk, harufu inayotoka katika kinywa cha mtu aliyefunga, harufu ile yapendezwa kwa Mwenyezi Mungu kuliko harufu ya nini? Ya miski. Wengine wafikiria ni kunuka meno na ulimi. Hapana, si kunuka meno na ulimi bana, ile ni harufu inayotoka katika tumbo, kwa sababu tumbo wakati ule limeketi muda mrefu, hakuna kilichoingia. Kwa hivyo yani wewe ukipumua ile harufu sasa, wala hainuki vibaya tunavyofikiria. Ile ndio ambayo imekusudiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume na masahaba walikuwa wakipiga mswaki katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hii ni tabia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabia ya tatu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, rahmatuhu bi ummatihi fi Ramadhan. Mtume alikuwa na huruma kwa umma wake katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Huruma kwa sababu yeye, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kama tunavyoona misikiti mingine imeandikwa pale huku mbele wewe ukiswali, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, jambo ambalo halifai. Mtu yuwaswali na huku yuwasoma badala ya sura al-Fatiha yeye wama arsalnaka illa rahma, ma Allahu akbar, akosa kusoma Fatiha rakaisha kwenda makosa. Misikiti haiandiki mbele bwana. Hayo ni maudhui mengine, si wakati wake, lakini tuwasema tu haiandiki mbele maneno Allah Muhammad, mubtada na khabar. Allah ndio Muhammad na Muhammad ndio Allah. Subhanallah, haya makosa shekhi, lakini watu wengi hawajui. Inna salata kanat lil mu'minina kitaban mawquta, haziandiki hizo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na huruma kwa umma wake, huruma kwa umma wake, kwa aya ya Qur'an ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaja masala ya somo akasema, faman kana minkum maridhan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, yule atakayekuwa ni mgonjwa au akawa safarini, basi ana ruhusa ya kula, atakuwa ni mwenye kulipa baada ya Ramadhani katika masiku mengine, hata kama ni siku nyingi. Na aya imekuja kwa ukhra kuonyesha siku zinaweza kuwa ni zaidi ya moja, kwa sababu ukhra ni muannath wa ukhra, ni muannath wa ukhra, ni jamu yake, jamu ya ukhra. Ukhra ni muannath, jamu yake ni ukhra. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amletea Mtume sallallahu alaihi wasallam aya ya kuonyesha kuwa lazima Mtume sallallahu alaihi wasallam awe na huruma, na amebadilisha aya kama hii. Na ikafika wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa nguvu, anaweza kufunga siku ya kwanza, hasifuturu, asile daku siku ya pili, ya tatu na kuendelea, takriban wiki. Masahaba wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi pia tutaka tufunge hivyo, yaitwa al-wisal. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, inni lastu atikum, mimi sio kama nyinyi bwana.
Kama mtu kumwambia mtu ambaye ni mdogo, wewe si saizi yako, tafuta saizi yako, mimi ni zaidi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia nyinyi hamwezi. Nini? Kwa sababu ya huruma aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa umma kama huu, na kwa sababu awatakia umma wawe wakifunga wasione kwa ibada hii ibada ngumu. Hilo ni jambo la ngapi? La tatu katika akhlaq za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la nne, ijtihaduhu fil ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi sana katika ibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila mmoja, mimi na wewe inshallah, Ramadhani hii tutie azma, tujitahidi. Na kujitahidi kipimo chake ni wewe mwenyewe uhisi Ramadhani hii kusema kweli mimi najitahidi. Sisubiri watu wakwambie mashaallah, wewe mwenyewe uone kuwa kuna tofauti na Ramadhani iliyopita. Kuna tofauti. Uwai takbiratul ihram ikiwezekana Ramadhani nzima. Ramadhani nzima unawahi takbiratul ihram swala zote tano, kuanzia alfajiri, dhuhra na asra, maghriban, isha. Hakikisha inshallah Ramadhani inayokuja mimi nitawahi takbiratul ihram siku zote 29 au siku 30, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fi Ramadhan ma la yajtahidu fi ghairi. Alikuwa kijitahidi katika mwezi wa Ramadhani zaidi kuliko anavyojitahidi siku zingine, na ikifika la ashrul awakhir alikuwa kijitahidi zaidi kumi la mwisho la Ramadhani kuliko masiku yale mengine ya Ramadhani sallallahu alaihi wasallam. Kana yashuddu mizara wa yuqidhu ahla. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akijitahidi kweli kweli mpaka ikaja kwa kinaya, akifunga vizuri kikoi chake, akiamsha watu wake, wake zake akiwaamsha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya qiyamu al-layl. Alafu yuhyi laylata. Alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mambo mangapi? Matatu. Akaza kikoi chake vizuri, kinaya na jitihadi kwa upeo wa jitihadi yake sallallahu alaihi wasallam. Sasa alikuwa jitihadi vipi sallallahu alaihi wasallam? Angalia hadithi zilizoko katika sahihain. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali salatul layl, qiyamul layl, mpaka miguu yake afanyaje? Yafura. Hadha fi ghairi Ramadhani, haikutajwa riwaya ni Ramadhani. Sasa waambiwa Ramadhani ikifika ni zaidi ya hapo. Ikiwa nje ya Ramadhani ilifura, ndani ya Ramadhani itafanyaje? Umeachiwa, fikiria wewe sasa mwenyewe. Fikiria ilikuwa ni namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi yashuddu mizara wa yuqidu ahla wa yuhyi layla. Haya matatu. Na tukasema takbiratul ihram sisi tuipata. Takbiratul ihram ni takbira ya kwanza. Imam anaposema Allahu akbar, tayari uko wapi? Katika swafu bwana. Allahu akbar, na uko katika swafu. Uipate ile takbiratul ihram ya imam, sio takbiratul ihram yako. Na hapa kuna faida. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ashaonyesha namna watu wengi saa nyingine tukosea katika hiyo takbiratul ihram. Sheikh Baswada tunaona katika maudhui wakati mwingine, ukipata imama amekwenda rukuu Allahu akbar, usiende rukuu mpaka ule takbiratul ihram ndio wewe umeingia katika swala. Na takbiratul ihram ikiwa imamu yuko katika rukuu, hakuna ruhusa ya kuweka mikono, hakuna ruhusa ya kuweka mikono. Allahu akbar, Allahu akbar, wajipiga la, ni kusema Allahu akbar alafu Allahu akbar unaenda kurukuu. Kwa sababu Ibn Uthaymeen asema mtu huweka mikono wakati anajua kuwa anatulia pale, na hususan kuna kisomo au dhikri. Unaweka mikono tutaka kusoma Qur'an, sura al-Fatiha na sura nyingine, unaweka mikono kwa rai ya Sheikh Ibn Uthaymeen na kinabii Sheikh Ibn Baz, ukirudi sami Allahu liman hamida kwa rai ya upande ule, kwa sababu kuna dhikri. Lakini ikiwa imamu ameenda katika rukuu, hakuna qiraa, hakuna dhikri, takbiratul ihram peke yake, uweki mikono Allahu akbar kama hiyo mwanaumbu. Ibn Uthaymeen asema hiyo hakuna. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu,
Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani katika ibada tofauti tofauti, ibada tofauti tofauti akijitahidi Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka ibada ya umra. Angalia ambia nini umma wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema umratun fi Ramadhan, umra katika mwezi wa Ramadhan tadilu hijja, watoshana thawabu zake zatoshana na thawabu za hija katika mwezi wa Dhulhijja. Mtu akifanya umra katika Ramadhan, basi thawabu zake ni kama thawabu za mtu mwenye kuhiji. Yote Mtume sallallahu alaihi wasallam anapojitahidi, na anatupa sisi vile vile njia za kuweza kupata thawabu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la ngapi hilo? Jambo la tano. Inshallah tukijitahidi, hasa sisi hapa vijana wengi hapa mashaallah, vijana wa sunna na Ramadhani, na sisi tushikamane na sunna, tujitahidi katika ibada, kusoma Qur'an, kuhudhuria mapema msikitini, kusikiza durus na mambo mazuri inshallah, ili tufanane na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo la tano, itikafu sallallahu alaihi wasallam. Tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akifanya itikafu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na itikafu hii baadhi ya ulama wanasema ni misikiti mitatu peke yake, misikiti mitatu peke yake, kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo ni hasan, Sheikh Al-Albani hasana. Masjidul Haram na Al-Masjidun Nabawi. Masjidun Nabawi uko wapi? Madina. Na Masjidul Al-Aqsa uko wapi? Masjidul Aqsa wapi? Palestina. Majina haya Sheikh Sirajur Rahman Nadawi asema asma'un tawqifiyya, ni majina ambayo yatakiwa yawe misikiti hiyo tu. Asema amepokea kwa Sheikh Hatia Salim akisema majina hayo yasitaje misikiti mingine huko Afrika na wapi, hata Arabuni. Msikiti wa Mahdi Kisauni waitwa Masjidul Aqsa, na huku Kongowea kuna sehemu yaitwa Maweni, kuna Masjidul Haram. Sheikh Siraj alikuwa akisema itakuwa subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Mtume alitoka Kongowea Maweni akaelekea Saudi Magodoroni, fakana yaqulu hadhihi asmaa thalatha asma'un tawqifiyya rahimahullah Sheikh Nasrani Rahman Nadawi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam itikafu amesisitiza katika miezi kama hii, lakini katika mwezi kama huu hususan 10 la mwisho, na ulama wana khilafu. Wengine wanasema misikiti mitatu, jumhur wanasema misikiti yote bora ni misikiti ambayo ni jami hii kubwa ambayo Ijumaa huswaliwa yaweza ikafanya itikafu. Kwa hivyo ni masala ambayo kuna ukunjufu, na ni masala wanazuona wamezungumza, hakuna haja ya kumkaribia mtu akishika hili wala akishika lile. Na ndivyo tunavyotakiwa sisi ambao ni shabab na sisi ambao ni wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tuelewe elimu. Kwa hivyo jambo la tano. Jambo la sita, tilawatuhu lilquran fi shahr Ramadan. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma mwezi wa Ramadhani, akisoma Qur'an kuliko miezi mingine. Sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma katika mwezi wa Ramadhani Qur'an zaidi, na Jibril alikuwa akija Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya al-ardhu. Uswahili huko tunasema kuaridi, katika lugha ya Kiswahili wasema kuaridi, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam asoma na Jibril amwambia sawa unaposoma ni sawa. Sasa kila Ramadhani alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asoma Qur'an kwa Jibril mara moja, lakini katika mwaka aliofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam aliaridi mara ngapi? Mara mbili kwa mwalimu wake ambaye ni Jibril. Na kwa nini mtu asome Qur'an zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Wa huwa shahrul Qur'an, na Ramadhani ndio mwezi wa Qur'an, imeshuka katika mwezi wa Ramadhani. Ndio baadhi ya madrasa hazifungi Ramadhani bwana, kiwauliza kwambia la shahr Ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an. Kwa nini? Kwa sababu ni mwezi wa Ramadhani, ni mwezi wa Qur'an, na Qur'an yatakaisome zaidi inshallah. Jambo la ajabu ndugu zangu Waislamu, Qur'ani watu wengi hatuisomi.
na twadai kuwa ni Waislamu alhamdulillah ya Ahlus Sunna wal Jamaa, hatusomi Qur'ani jambo la ajabu. Watu wanaosoma Qur'ani ni kidogo sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Angalia hii Qur'an, Mwenyezi Mungu asema yahdi lillati hiya aqwam. Hakuna kitabu kingine ambacho kitakuwa ni bora, ubora wake ufikie Qur'an, hakuna. Hata ukasoma ukafika wapi elimu ya sasa, na sisi wallahi yasikitisha, tuongeza elimu, tuwaona mtu alikuwa amemaliza kusoma sema naenda kuchukua diploma, naenda high diploma, naenda kuchukua masters, na Qur'ani hajui kusoma bana, hajui kabisa, wala haoni haya 40 nao pia haijui, 40 hadithi hazijui, hajawahi kusoma, lakini aongeza sekula, anaenda. Sasa hiyo sekula unayosomea ni lillati hiya aqwam, sio lillati hiya aqwam. Kwa nini sisi Ramadhani hii inshallah iwe nukta tuintila moja kwa moja tufungue na tuishi na kusoma Qur'ani siku zote? Kwa nini tusiwe namna hivyo? Kwa nini? Na ndio leo maana ndugu zangu, hata mtu kama atasoma sekula, sisi hatusemi ni makosa wala haramu kama wengine wanavyosema, lakini Qur'an ni kitu ambacho ni muhimu. Huwezi ukasoma wewe kisha ukapata lillati hiya aqwam, uwe ni scientist, uwe ni doctor, uwe ni professor, huwezi kupata kabisa. Hatujaona saingine wengine tuwasafiri tukienda India kupeleka wagonjwa, Mwenyezi Mungu atuafu, tukienda sisi ni wagonjwa, Mwenyezi Mungu atuafu, kifika kule wapata dokta mkubwa tena profesa wa medicine amebobea, lakini si Muislamu, bahati mbaya aabudu ng'ombe, kwa sababu dokta aliusoma ule mpaka akawa profesa, sio lillati hiya aqwam, kazi yake abudu ng'ombe. Na watu wasema huyo mashallah kasoro ni shahada, lakini ni mtu hodari kweli kweli, watu wampa heshima, lakini akitoka pale aenda kuabudu ng'ombe. Budu ng'ombe, akusujudia, afanyaje? Ng'ombe akisema asema basi shakubaliwa dua, basi afurahi kweli kweli, kwa sababu elimu aliyosoma ile sio lillati hiya aqwam. Ndugu zangu, hususan vijana, tusomeni Qur'an mara kwa mara. Anasimama hapa imam, anasahau aya, watu wote kimya, na wengine mahufadhi wamesahau. Na ukisahau Qur'an kuna adhabu ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kama umehifadhi sura yoyote, aya yoyote, ikiwa umesahau, ujue wewe utapata adhabu kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Ndio ile dua watu wakisoma wadhakirna minhu sio manasina, sawa, manusina. Utukumbushe Qur'ani ile tuliyosahaulishwa, sio tuliyosahau makusudi. Manusina sio nasina. Mwenyezi Mungu atakwambia kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. Ulikuwa kuna aya wazijua, wazikumbuka, sasa fanasitaha. Aradtu al-Qur'an wa an kitabillah wa kadhalika al-yawma wa man arada an dhikrihi. Kwa hiyo Qur'an twasisitiza jamaa, twasisitiza, kwa sababu sema kweli tupata shida katika tarawih, tupata shida kubwa sisi. Tena vijana wa tarawih tunawarekebisha kabisa. Vijana wengine kuswalisha tarawih, wasimama kuswali tarawih wakati ule anaposwalisha peke yake, ikiwa si wakati wake. Kuna wengine waswalisha aenda kucheza yeye, lakini huku asikiza, akijua sasa ule chamaliza wakati wake ndio iwaje stawi. Makosa. Unapoenda kucheza tumebakia akina yake. Sasa imamu amesoma aya amesahau, na atakayekumbusha tusikia wamkumbusha, uko mbali kule mahala pa kutawadha, ndio kule wasema lillati yaqwam. Takusikiza wapi lillati yaqwam? Kule ni China na ground.
saa zote uwe karibu na ukumbushe, na wewe ujue pia ni ibada, sio tu kuwa wewe unaswalisha peke yake. Kwa hivyo Qur'an, inshallah Mwenyezi Mungu atujalie Ramadhani tusome zaidi. Imam Malik ni muhaddith au faqih? Ni muhaddith. Ana kitabu chake cha hadithi chaitwa Al-Muwatta, kitabu cha Imam Malik kizuri kabisa. Alikuwa ni mwanachuoni wa hadithi mkubwa, lakini ikifika Ramadhani anaachana na hadithi, anaachana na tafsir, anaachana na mambo mengine, anaachana na fikhi. Yeye anakuwa saa zote na Qur'an, anaisoma Qur'an throughout. Imam Malik. Imam Shafi alikuwa akisoma Ramadhani ikimalizika ana khitma 60. Subhanallah. Khitma ngapi? 60. Ramadhani ina siku ngapi jamaa? Kama imezidi siku 30, ina maana kila siku anasoma juzu ngapi? Juz'an fil nahar wa juz'an fil layl. Juzu moja nasoma mchana na juzu moja nasoma usiku. Ramadhani kimalizika amekamilisha Qur'ani mara 60 kwa mwezi mmoja peke yake. Mwezi mmoja khitma 60. Hapa watu ambao tuko watu wazima, nani katika kuhitimisha kwa Qur'an na kumbukumbu ashafikisha khitma 60 na miaka 40 yaenda 50 60? Nani ambaye yeye ashakamilisha mara 60 Qur'an? Wengine hatukumbuki kabisa, lakini mwezi mmoja peke yake. Ash-Shafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah alikuwa akihitimisha khitma 60 katika mwezi wa Ramadhani. Suala la saba katika akhlaq za Mtume sallallahu alaihi wasallam, juduhu wa karamuhu fi Ramadhan. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mkarimu na mtoaji mno katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na wewe pia watakiwa uwe mkarimu, na mimi natakiwa niwe ni mkarimu. Unapokuja saa nyingine kufudhuru na tende, waislamu wengine wanaajabu, anketi na tende asiangalia hivi, hata kumwambia salamu alaykum hakuangalia, angoja muadhini. Akisikia muadhini aendelea, haangalii yamina wala yasara, ubakhili. Hata fi Ramadhan tende moja peke yake makosa. Na bahati mbaya, nyuma kule tulikuwa tukisikia mawaidha mengine kama ya kupotosha. Tulikuwa tukisikia Ramadhani ni mwezi wa budget, sio? Yani alhamdulillah Ramadhani, alafu ukiangalia matumizi pia yapungua. Nani anakuambia hivi? Nani alifundisha hivi? Ramadhani budget haipungui. Kiislamu Ramadhani budget yazidi. Budget yafanya nini? Yazidi. Sio kwa ule sana na meza ijae anwa wa asnafu al-atima, sio hiyo. Lakini angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam hafa ala iftar as-sahim. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesisitiza watu wawafuturisha watu waliofunga. Wapi budget? Na ikifika mwisho wa Ramadhan kuna zakatul fitri, kama tulivyosikia kwa Sheikh Abu Abdurrazzaq. Ramadhani yote wafuturisha, mwisho wa Ramadhani toa zakatul fitri. Kuna budget hapo? Hakuna budget. Kutoa moja kwa moja bwana, yazidi marudufu na zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam kana ajwada nas, alikuwa ni karimu kuliko watu wote. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadhan, ikifika Ramadhani Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuwa ni mkarimu kuliko siku zote. Karihil mursala, mfano wake ni mfano wa upepo unaovuma. Upepo ukivuma hauchagui mtampepea huyu mtamwacha, watu wote wafaidikana nini na upepo. Na ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, akisaidia mno, na sio kwa ni tajiri la sivyo, lakini kwa sababu ni jambo ambalo ni zuri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hii ni hadithi sahihi, ameipokea Imam al-Bukhari. Mwisho, sadaqatul fitr. Sadaqatul al-fitr, kutoa zakatu al-fitr. Na tushasikia, hatuna haja ya kurejelea, lakini tu tutatoa tambihi. Najua al-Ustadh Fadhil amezungumza kwa urefu, insha Allah. Zakatul fitr ni wajibu.
Watu wengi maskini hawatoi zakatul fitr. Na mtu yuko katika uwanja wa Eid amenuna ndevu. Allahu akbar Allah. Na hakutoa zakatul fitr. Alafu kuna mafunzo tutakayorekebisha. Wanazuoni ulama wanasema si lazima mke ikiwa na uwezo mtolee zakatul fitr, hilo tulijua. Mke ana uwezo, si lazima wewe mume wake mtolee zakatul fitr, isipokuwa kama ana uwezo ndio hapo utamtolea, kwa sababu kuna zakatul fitr na kuna zakatul mal. Ipi kubwa, zakatul fitr na zakatul mal? Ipi inayotolewa nyingi zaidi? Zakatul mal. Wewe ni tajiri, ala sabili mithali, mke wako pia ni tajiri. Ikifika kutoa zaka, utatoa na umtolee pia, na yeye na mali zake na zimeingiliwa na hauli, na wakati umefika utamwambia wewe keti na kauli zako na ng'ombe zako na kila kitu, mimi nitakutolea. Tena umwambie lazima, si lazima. Na tukisema hivyo hatusemi kwa haifai kumtolea, lakini kwa ajili ya mapenzi tukisema mimi nitakutolea, mtolee. Lakini ukimwona ni mtu ana pesa yake ambie toa zakatul fitr bwana, wewe pia ujifundishe, naweza kufa kesho. Toa zakatul fitr, ajitolee zakatul fitri. Tumesikia hadithi ya Ibn Abbas, tumesikia hadithi ya Ibn Umar, walikuwa wakitoa zakat. Hadithi hizo zimetoka kwa vijana. Ibn Abbas ni katika vijana na Ibn Umar ni katika vijana. Bahati sana, bahati nzuri, ndio waliozungumzia faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Kama vile siyam ya 6 min Shawwal, ni hadithi ya nani? Mmoja katika aliyopokea na Ibn Umar, kutoa ile tashwishi kwa wenye kufunga saumu ambayo ni ya 6 ya Shawwal, ni wazee, vijana hawafai kufunga, vijana hawafai. Na Ibn Umar huyu ni katika vijana wa masahaba, ndiye anayesema faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadhan thumma atba'ahu bi 6 min Shawwal. Kwa hivyo hayo ndio masala ambayo kwa hakika tunataka tuyatilie mkazo, na Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufaulu. Naona wakati hauendi sana, lakini namaliza nikisema la haraj, hakuna tabu, hakuna makosa. Hakuna makosa nini? Almadmadatu walistinshaq fi nahar Ramadhan. Jambo la kwanza, kusukutua na kuweka maji puani katika mwezi wa Ramadhan. La haraja, hakuna makosa. Jambo la kwanza. La haraja, hakuna makosa. Jambo la pili, al-iktihal, kutia wanga katika macho yako au katika kope zako. Watakatur, na vile vile kuweka dawa katika masikio, hakuna shida. Waweza ukatia wanga katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, una dawa utakakutia katika sikio, hiyo ni kitu ambacho hakiharibu saumu. Jambo la tatu, al-hijama, hakuna ubaya kuumika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unaweza ukaumika na ukaendelea na saumu yako, bora tu isiwe umeumika mpaka umeishiwa na damu ukafeint. Lakini kuumika ambako ni kwa kawaida, unaweza ukaumika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani fi ayi makani min al-jism, tena mahala popote, ni kichwa, ni bega, ni mguu, ni mgongo, ni tumbo, mahala popote ambapo utaumikwa sawa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, saumu yako haijaharibika. Na unaweza vile vile kudonate, yani damu, ikiwa mtu pengine hitajika damu, na yeye mashallah piga vizuri futari yako na damu ilikuwa la sawa sawa, damu yako ya kusika, kama si nyingi ambayo itakudhoofisha zaidi, unaweza ukadonate damu ukamsaidia mwenzako, la haraj. Jambo lingine ambalo la 4, hakuna ubaya kutumia manukato. Manukato kama mwanamume, tunajua wanawake hawatumii ikiwa wanakuja msikitini, ni masala mengine. Kwa hiyo vile vile la haraj. Jambo la 5, al-ihtilam, ikiwa mwezi mtukufu wa Ramadhani mchana ulikuwa walala wapumzika, basi ukapata ndoto ya ndoa,
ndoto ya ndoa, hususan vijana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujalia kwa nusu saa au dakika 15 ukaoa bila mahari bure, kisha ukagutuka katika mchana salala. Shetani anafungwa, huyu wangu afunguliwa au mkatakamba. Hapana, ni rizqun sakahu ilayka, ni riziki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuletea. Kwa hiyo ikiwa utapata wet dream kama anavyosema wet dream, inshallah wet dream inshallah, hiyo haifunguzi nini? Saumu. Haifunguzi saumu kabisa, waendelea na saumu yako. Tayeb, jambo lingine, hakuna ubaya ikiwa utakula na umesahau kabisa kuwa umefunga, ukala wewe ukanwa, endelea na saumu yako kwa sababu ilikuwa si maksudi. Lakini usishike yale ambayo tulisikia, njaa ikiwa imekukaba na huna namna, waweza kula, bora tu uelekee kibla. Ukielekea kibla wala inshallah samehewa. Hiyo hakuna. Tayeb, jambo la sana, khuruju dam min al-anf au min al-fam au min ayi makan min al-jism, ukatokwa na damu ya pua. Kuna wengine wanatokwa na damu ya pua, au amemoa jino, damu ikatoka, au masikioni kama yawezekana hivyo, au pengine akienda haja akaona damu, ujue kwa saumu yako haifanya nini? Haikuharibika. Jambo la saba ambalo hakuna makosa, ukitokwa na damu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi damu ile kwa kuwa kutoka katika mdomo, saumu haiharibiki. Au umejigonga kidole, damu ikatoka, saumu haifanyi nini? Haiharibiki. Zamani ilikuwa tusikia yaharibiki, na tukisikia kwa mtu akitoka na machozi vile vile saumu yafanya nini? Kwa hivyo hata mtoto akatani kwa madrasa, skuli, akilia, halas saumu yake ishaharibika, ambiwa kula. Sivyo. Hata kina mama wakipika futari waambiwa chunga, ule moshi ukaingia ndani ya macho ukatokwa na machozi, halas kula. Sasa wapikia nani futari? Hayo ni masala watu walikuwa wakisema, lakini la mahalla laha min as-siha. Jambo la 8, dhauqu ta'am. Mtu anaweza kuonja chakula kwa ulimi, aonje chakula aone testi yake, huuji sukari imefika au haikufika, supu hii chumvi imefika au haikufika. Unaweza ukaonja kwa ulimi, lakini sio uchukue supu, yani dishi nzima, bakuli nzima, unasikia ukionja supu hakuna huko, sikuonja huko, ni kunwa. Saumu yake ndio kufanya nini? Imeharibika. Lakini kuonja kwa ulimi, kuona kama testi yake ni namna gani chakula, hiyo haiharibu saumu. Jambo la 9, kumimina maji baridi juu ya kichwa chako ikiwa saumu imekukaba. Mtume sallam saa nyingine saumu ikimkaba, yoga masahaba wengine namna hiyo wakijimiminia maji juu ya nini? Ya vichwa vyao. Ikiwa kuna swimming pool waweza ukaingia na nini ukatoka huko vizuri sawa sawa, lakini usinwe. Ukinwa bahati mbaya Mwenyezi Mungu afanya nini? Akusamehe. Lakini ukifanya kusudi, wacha nifanye alafu niseme nimesahau, alafu useme umesahau, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajua kwa hujasahau. Na mengine ambayo ni mengi. Zamani tukisikia yani mtu akioga, wewe waoga, wajua tundu unazo katika mwili wako sasa zinakunwa maji. Kwa hivyo saumu yake kufanya nini? Subhanallah. Na hali ya kuwa ikifika wakati wa swala watawala, anapotawala anaosha mikono miwili au haoshi? Huwa ameziba tundu za mikono miwili na kitu gani sasa? Alafu akioga mwili mahala pengine niyasema kuwa tundu za mwili zinakunwa maji. Hayo ni masala ambayo hayana ukweli wote, lakini inshallah mimi najua kwa hii darasa haitoshi kwa hivi sasa. Ni machache katika mengi yanayotakiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini kwa ajili ya wakati, na tumesema kwa ufupi mpaka tukaacha kusema adilla nyingi na tafriji kwa sababu ya wakati ambao tuko nao. Lakini vijana inshallah mtafuteni vitabu vya kusoma kabla Ramadhani haijaingia. Ikiingia inshallah watu tunajua tunafanya kitu gani. Hapa kuna swali limekuja inaitwa pufa.
pafa. Kwa nini na hiyo? Wengine wanasema education na inhaler, sio kwa ajili ya nini? Ya pumu. Wenye pumu wajua mambo kama haya. Ukitumia saumu imeharibika au haijaharibika. Itafaka, siwezi kusema alimani da'iyatan mimi na Sheikh Naamani ni kitu ambacho kama nilivyokuwa nikifikiria na yeye ametilia mkazo Sheikh wetu Abu Bilal, hii haiharibu nini? Asomo. Wallahu a'lam. Kwa hiyo kila mmoja sasa, siku hizi yamekuja maradhi ambayo watu wataka waulize maradhi haya ni vipi, maradhi haya ni vipi. Inshallah katika durusu zitakazokuwepo inshallah tuwe tunaulizia. Nashukuru muhadhara huu na msikiti mashallah kwa jambo kama hili na kuweka hususan maudhui haya japo kwa ni ufupi, kwa sababu mara nyingi Waislamu wanazungumza masuala ya Ramadhani, tayari Ramadhani ishafanyaje? Ishaingia. Siku ya kwanza watu wa msikitini wasikia watakiwa ufunge ukiona mwezi, tayari ilikuwa ni jana, tayari ilikuwa ni juzi. Haya masuala huwa ni mwanzo, yatakiwa zungumzwe Ramadhani bado, ili mtu akiingia katika ibada hii anaingia akijua mimi nafanya kitu gani. Inshallah pengine kama kuna nafasi ya maswali itakuwa ni baadaye, na nasimama hapa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante wa jazakumullahu khair.